Kwa kweli ni kitu ambacho kwanza kimeshtua, ni kitu ambacho kwa kweli kimeshtua. Yaani sio tu kushtua Afrika bali imeshtuka dunia nzima kutokana kwanza na uzito wa mashindano yenyewe, kwa sababu unapozungumzia kwanza mashindano haya ya AFCON ni mashindano makubwa katika bara la Afrika kuliko mashindano mengine yoyote. Inaanzia kwanza hayo mashindano ya AFCON ambayo of course yanapokuwa yanafanyika huwa attention dunia ina pay attention na dunia nzima inakuwa inaangalia, na hata tukio lile unalikumbuka. Ile tukio ni moja kati ya matukio ambayo kwanza yalikuwa na mjadala mkubwa sana, kile kitendo cha unajua ule msuguano uliotokea siku ile baada ya ile penalty. Ile tu tukio lenyewe ni moja kati ya kitu ambacho kilipay attention kwa dunia nzima, ilikuwa inaangalia sana ile tukio. Sasa ndio wali maamuzi yalitolewa. Unajua kuna kamati ya mashindano ilitoa maamuzi, ilitoa faini kwa baadhi ya hadi kocha, nakumbuka kocha Senegal alipigwa faini, kuna faini zilitoka, lakini sasa Morocco wao wakakata rufaa kwa kamati ya rufaa. Sasa kamati ya rufaa ndio imetoa maamuzi hayo. Kwa kweli ni kitu ambacho hakuna mtu alitarajia, kwa sababu katika misingi ya zile basic principles za football kwenye zile kuanzia FIFA, CAF na mashirikisho ya mpira, zile regulations, kikubwa ambacho huwa kinaamuliwa sana yani uwanjani, maamuzi ya mwisho huwa ni ya muamuzi. Sasa kingine chochote ambacho huwa kinakinzana na yale maamuzi ya muamuzi huwa ni kile ambacho kiko wazi. Kwa mfano ukimchezesha mchezaji ambaye labda hakustahili kucheza, hapo ni kawaida kamati itakaa itafanya analysis na kujua kwamba huyu hakustahili kucheza, kwa hiyo ni kawaida timu kunyang'anywa alama 3 na masuala mengine. Lakini katika hichi kilichotokea ambacho ndio uligomoa ile penalty, lakini baadaye mwamuzi aliruhusu mechi ikachezwa na mechi ikaendelea kuchezwa, na baadaye wakatoa ubingwa baada ya kufunga ile bao 1-0 na mwamuzi akaenda mpaka mwisho wa mchezo, lakini baadaye kaja kuamuliwa. Kwa hiyo kitu ambacho kwa kweli kimeleta mjadala mkubwa sana, ambayo itakuwa ni precedent kwa huko siku zijazo. Panaweza pakawa na matukio ambayo yanaweza yakafanya, kwa sababu unajua tu katika kisheria ndio wanasheria huwa wanatafsiri sana wanasheria, lakini kwenye sheria ile kanuni ya 82 na kanuni ya 84 ndio bado inategemea nani imetafsiriwa kivipi. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kwa kweli huko mbele safari kinatakiwa kifanyiwe kazi, na hata kama kuna maboresho yanatakiwa yaboreshwe ili iwe imenyoka moja kwa moja kutokana na hichi kilichotokea. Kwa soka la Afrika nimeona watu wengi barani nao wanasema haikupaswa, kwa hivi ni kama wanakosoka kwamba itaweza kuweka doa kwenye soka la Afrika. Kwa kuna mtazamo huu? Kwa kweli inaweka, yani ni kitu ambacho kweli kina maswali mengi sana. Kina maswali mengi sana. So unajua imeshapita miezi takriban miezi miwili sasa tangia mashindano yamekamilika kule Morocco. Miezi miwili sasa. Na unajua tena mtu tayari kashatoa taji, kashapewa lile kombe. Kwa hiyo na hata kwenye rekodi ameshaingia kina Sadio Mane. Yani unajua sasa baada haya maamuzi kufanyika, kwa kweli ni kitu ambacho kina maswali mengi sana. Ndiyo kila kitu huwa kina faida na hasara, lakini kwa faida itapay attention, yani itakuwa inapay attention, lakini hasara yake ni kwamba huko mbele maamuzi kama haya yanaweza kawa natumiwa sasa kama precedent kwa kesi nyingine zinazojitokeza za namna hii, kitu ambacho huko mbele kinaweza kisiwe na yani kinaweza kawa kina madhara makubwa sana.